Subiri kwanza mume wangu. Jamani majirani, nashukuru sana tumeshughulika kwenye shughuli ya mwanangu, lakini kuna neno nataka niseme. Kuna vizabizabina walisema kama Hamisi hawezi kuolewa. Kuolewa tena? Mwanangu nisameni, nilijisahau. Mwacheni Mungu aitwe Mungu jamani. Nimefurahi sana mume wangu kuolewa na wewe. Na nakuahidi nitakupenda, nitakulinda siku zote za uhai wangu. Mimi nakupenda sana, lakini mama yangu nampenda zaidi. Mama yangu mimi hapa ana shida, anacheka ovyo. Uvumilie, usikasirike. Ndoa ni kupendana, kuvumiliana. Siku nimeteleza, nimepiga kimoja, usinitangaze. Sawa. Basi moyo. Na nikuahidi tu kwamba mama yako ndo mama yangu. Kwa nitampenda. Kwa hapa ndo tunafanyaje tena? We Mtelu mwanangu. Njoo baba. Huyu vipi? Sasa unacheka nini? Kaa chizi. Hivyo si nimekuona unacheka na mimi ndo nikacheka. Sasa unajua mimi ninachokicheka. Vipi kwanza mwanangu? Usiku wako wa kwanza wa ndoa yako umeuonaje? Vipi usiku wa kwanza wa ndoa yako umeuonaje? Sikuona, mimi nilikuwa nimelala. Kumbe we chizi. Kumbe bozo Hebu nenda huko ndani nitie mkeo huko. Nitie mkeo. Hili jinga kumbe. Abe mama. Mama, mbona umelala mpaka saa hizi? Nyumba chafu, haijafanywa usafi, saa 3 hii. Hamna mama, sijalala. Nimeamka muda tu. Ila nilikuwa nimekaa tu ndani. Unajua mimi bado mgeni, ndio kwanza nimeolewa jana. Mgeni? Kwani una kama mguni? Samani, nikajua ndo siku yangu ya kwanza kwenye 7. 7? Hapa hakuna 7 wala 70. Kinachotakiwa wewe uchukue hela uende dukani ukatunulie mkate upike chai watu wanywe. Eti 7, hakuna 7 wala 70 hapa. Naomba mkate wa buku. Sawa, lakini samani naomba nikuulize. Wewe si ndo bibi harusi wewe? Namaanisha wewe si ndo umeolewa na bwana Mtelu? Ndo mimi. Sasa kama ndo wewe umeolewa jana, inakuwaje tena kiguna njia saizi? Na tunavyojua tamaduni zetu ni kwamba lazima siku 7 zipite. Hii imekaaje hii? Kaka, we mambo hayo hata hayakuhusu. Hebu nipe mimi mkate niondoke zangu. Mimi najua kama hayanihusu. Lakini hii inawezekana vipi wewe umeolewa jana, leo unapuyanga mtaani? Unanipa huo mkate au niende duka lingine? Basi, ngoja nikuhudumie. Mrs. Mtelu.
Shikamoo baba. Maraba. Mke wangu, unajua wakati natoka hapa nimekutana na huyu mkwe wetu. Nadhani katoka dukani kwa sababu kabeba mkate. Sasa nikajiuliza, huyu si bado saba haijaisha? Kitaratibu za Kiafrika tunaelewa kwamba mtu akiolewa lazima kae ndani ya siku 7. Mimi nachanganyikiwa hapo, unajua. Sasa unacheka nini hapa? Si nimemtuma mimi hapa akalete vitafunio na majani ya chai na sukari, ajepika chai watu tunywe. Haya, kuna ubaya gani? Yaani kumbe wewe ndio ulimtuma? Mimi nikajua hata labda ni mume wake au yeye mwenyewe kajiamulia, kumbe ni wewe. Sasa kwani umefanya hivyo na unaelewa taratibu zilivyo? Ndio. Kwani kuna ubaya? 7 kitu gani? Kwani hata mtu akiwa kwenye 7 akitembea tabugujuka? Sasa wewe vipi, unataka nimtume nani? Si mume wake yupo, yeye anaweza katoka lakini sio yule. Hivyo wewe una matatizo gani wewe? Mbona unataka kunipata kichwani sana? Una matatizo gani hivyo wewe? Muangalie vile. Hata sikutaka afike huko mke wangu kiukweli. Mimi nilikuwa tunajaribu kuzungumza kitu ambacho nimekiona. Umekiona kitu gani? Kofia kaganda la chungwa. Binigomba. Sasa unacheka nini kama malaya kapata bwana mpya? Shoga yangu, nimekuwa tena malaya. Wewe malaya nimewazia wapi ni? Sasa nimekuja hapa, nimekuja kupata taarifa mpya. Taarifa gani tena? Nimebadilisha. Umebadilisha nini tena shoga yangu? Simtaki tena mbuzi. Nimemwona ng'ombe. Tena ng'ombe huyu anaonekana amenona na nyama yake ni tamu sana. Atatufaa. Kwanza mbuzi huyu anaonekana hana akili, atatusimbua. Ni kweli shoga yangu? Unataka nikujibu nini? Nimeuliza tu kama ili jambo lina ukweli shoga yangu. Nina tabia kukongopea. Sasa niangalie kwanza, kichwa kikubwa lakini akili hamna. Unakaa kucheka tu. Nyo! Shezi wewe. Hamisi! Nakuja. Unakuja mdoto, ulikuwa wapi wewe? Nilikuwa kule nyuma. Kwa hiyo ulikuwa nisikii mimi, si ndio? Nilikuwa nanua nguo za mama. Alafu mimi hapa sipendi kuitwa Hamisi, napenda kuitwa Mtelu. Mtelu? Mtelu ni jina kafupa nani? Wewe mimi si nimekupa Hamisi wewe. Mtelu hapo jina ndio limenipa umaarufu mtaani. Afu mtoto mimi. Afu sikiliza. Wewe kwanza hii ndio ya ngapi umeoa? Ya 3. Ya 3 eh? Mke wa kwanza umemsumbua kaondoka. Mke wa pili umemfanyia vitimbu, nimejitahidi kuzuia, nimeshindwa, kaondoka. Wewe, huyu mke wa 3 aondoki. Fanya unavyoweza, huyu haondoki. Si unanielewa vizuri? Alafu sikia. Tabia ya kila kitu unaenda kumshirikisha mama yako. Kila kitu unamwambia mama. Wewe unioni wewe? Mimi si ni babako? Unatakiwa mambo ya kiume uniambie mimi. Mambo mengine ya mke wako unaenda kumshirikisha mama yako, haya stahili. Hivi una nini wewe? Hizo tabia kama utaendelea nazo nitakupiga. Ukinipiga naenda kumwambia mama. Kwani umetoka kuongea nawe nini hapa? Umeniambia kwamba nje namwambia mama. Na wewe unazungumza kitu gani? Nasema kwamba ukinipiga mimi naenda kumwambia mama. Kwa hiyo hata ile tulizozungumza hapo utaenda kumwambia mama yako tena. Kama kawaida lazima nikamwambie mama. Kwa hiyo kati yangu mimi, mama yako na mke wako unamchagua nani? Hapo mimi nachagua mama. Kwa hiyo wewe toto la mama sasa. Wanapenda kunita hivyo mtaani, nikipita nita mtoto wa mama Mtelu. Naambia ndio, mimi hapa mtoto wa mama, nampenda mama. Anaenda kwa mamako? Anaenda kwa mama. Jinga wewe. Na mimi naenda kumwambia mama.
Aha, bwana Mtelu. Habari yako bwana? Salama. Kwanza kabisa ongera kwa kuoa. Maanake mpaka mtu akubali kuolewa na wewe, lazima mitishamba iwe imetumika. Lakini bwana Mtelu, kuna kitu mimi kinanishangaza. Unajua, nimemwona mke wako dukani kwangu. Na nimejiuliza, kwani muda wa kuzurura umeshafika? Maanake siku 7 bado. Inakuwaje hii bwana Mtelu? Mamangu kasema mamangu yeye hapo aende dukani. Sasa bwana Mtelu, alioa ni wewe au mama yako? Ndio, lakini mamangu kasema mamangu. Sikiza bwana Mtelu, wewe ndio mwanaume, wewe si ndio umeoa, wewe ndio unatakiwa useme. Sasa bila mama imekujaje hapa ndugu yangu? Anyway, unaonaje maisha ya ndoa bwana Mtelu? La, ukilala unachapa, ukiamka unachapa. I say. Kwa hiyo pele limepata mkunaji. Pele limepata mkunaji na likuna. Acha bwana. Mama yangu alinikataza kuongea na wewe, anasemaga wewe una akili vizuri. Mtelu, mimi ndo sina akili vizuri bwana Mtelu. Sasa mimi naye nani ana akili? Mkwe, mchele ukipikwa wote unaweza kula? Mama, huu wote? Hapana, simalizi. Kumbe wewe sio mbro. Bi Migomba. Shikamoo. Baba, mbona ghafla kama chafya? Amna mama. Tulikuwa tu tumekuja hapa kukupa hongera. Maana tulikutana hapo na Bi Kenzo. Kwa akawa ametuelezea kuhusu ng'ombe. Sasa tukaona tupite hapa tukupe hongera mwaya. Ila una mko mzuri sana. Hongera mama yetu. Mama, inatosha sasa. Sasa mama, hapo unacheka kitu gani? Wakati sisi tumekupa hongera tu ya mkweo. Sivyo ulivyoniambia mimi nisicheke, ndio mmenichekesha. Tondoki. Samani, wewe ndo bi harusi uliolewa juzi, si ndio? Ndo mimi. Samani, kuna kitu nataka nikwambie kuhusu mamako mkwe. Kitu gani? Mamako mkwe anamdai hela yangu ya mchezo. Na napata ugumu wa kuja hapa nyumbani kwa sababu mume wake ajui. Ukikaa na mamako mkwe, mwambie Zuchu alikuja kuulizia hela yake ya mchezo. Wewe. Alikuwa anakuambia nini yule chura TikTok? Amesema tu kwamba eti anakudai. Achana naye, mshamba yule.
Haya. Jana usiku ulikuwa unamwambia nini mkwe wangu? Nilikuja kudai hela yangu ya mchezo nilikuta hapo kwa nilimwachia ujinga. Sasa mchezo alicheza mkwe wangu, nimecheza mimi. Inahusu nini kumwambia mkwe wangu? Kama umeweza kumwambia mkwe wangu, hata mume wangu usitamwambia. Alafu wewe, huo mara yako TikTok huo. He, baba. Mkwe. Vipi sasa, mbona umeenda kuchota maji? Mama aliniambia tu asubuhi niende nikachote maji. Lakini kumbuka kwamba hujamaliza 7 bado. Ulitakiwa uko ndani na mume wako sasa hivi. Taratibu za hivyo hakuna. Sawa? Sawa. Sio kila anachokuambia mama unafuata. Wakati mwingine unatakiwa muelekeze, mwambie mama kwamba hichi sio sawa. Naogopa tu muda mwingine asije akaona kama nampinga. Hebu nenda kwa mmeo ndani. Sawa. Za hapa. Salama, karibu. Mwanangu, naomba nikopeze chumvi mama yako, leo nimebanwa. Nikipata hela nitakuletea. Tena. Ila chumvi mpata. Asante. Kingine mamangu, nikupe hongera. Yaani lile swala lako la kusema tuchague ng'ombe tuache mbuzi. Hapo umenikosha. Maana yule ng'ombe kanona na anatufaa kabisa kwa matumizi yetu. Ila yule mbuzi hapana. Kusema kweli mwanangu, mimi nashukuru kwa kuwa nilitambua hilo. Mimi mwenyewe nilikaa nikachikicha, nikamwangalia yule mbuzi mwenyewe haeleweki, mawenge taira, angetusumbua. Nikaona hapa kwenye ng'ombe ndio pazuri. Mwenyewe niliona kabisa yule angetusumbua kweli. Ila lakini ukimuke utu uzima dawa. Mimi maamini tu uzima dawa. Sasa hivi Ndani. Mama umesahau chumvi. Sio natona tena. Haya baadaye. hivi mke wangu napenda sana urafiki na watu wazee. Inakwaje? Mme wangu, so unajua tena wazee wanatufundisha jinsi ya kuishi na nyinyi hapa Anyway, biashara inaendeleaje? Kama unavyoona kidogo, ile inabidi uongeze nani, ongeze vitu mme wangu, sio umeona? Tajitahidi niongeze. Haya, karibu. Asante. Kimeniita unasemaje? Nimekuta hapa mimi na kikao na wewe. Yaani uona kikao na mimi? Ndio, nataka tuzungumze kama wanaume. Nataka tuzungumze kama wanaume mimi na wewe. Yaani mimi na wewe tuzungumze kama wanaume. Mwanangu umekuwa safi sana. Umekuwa baba. Sasa hayo ndo mambo ya kuzungumza na mimi. Sio kila kitu nenda kumwambia mama yako baba, sawa? Vitu vingine kama unaniita kama mwanaume mwenzako tunazungumza, safi kabisa tunamaliza. Haya niambie baba. Huyu mke wangu unamuonaje? Mkeo? Maana mkeo ni mwanamke mzuri, mrembo, ukimtizama kwanza anaheshima. Ninachompenda mke wako mwanangu, anaheshima. Mwanaume yoyote akimtizama lazima atatamani kuwa naye. Yaani hongera sana baba. Pale umepata mke. Ndio maana mama akasema unamtaka. Nini? Ndio maana mama yangu kaniambia kwamba wewe unamtaka. Na mimi nimekuuliza hili swali kimtego tu. Naona nao umeingia umeanza kumsifia. Ndio maana kuna muda nilikuona pale unamkataza, sio unaambia nini, unajifanya unamjali mke wangu kuliko mimi. Hivyo Mtelu una shida gani wewe? Mimi shida yangu ni kwamba nataka uache shobo na mke wangu, mkome. Mungu wewe. Mimi hapa nimezaa au ni nini?
lakini zile ni akili za mama yake, kwa sababu haiwezekani mtu mzima kumbe anacheka muda wote kama Taila, muda wote anacheka cheka ovyo. Mbona hilo lako dogo shoga yangu? Nikupombea sasa kamili. Juzi niko katika pita zangu, nikamwona yule nani? Mkwabi Mikomba. Nikasema ngoja niende nikamsalimie. Kufika pale za saizi salama, wewe ndio bi harusi uliolewa juzi, ndio mimi. Nikamwambia hongera, akaitikia asante. Sasa nikamwambia je, nataka nikupe habari kuhusu mamako mkwe. Kupigia jicho hivi dada, nikamwona Bi Migomba. Nisibadilishe mada na dai la mchezo. Yule unanijua unanisikia. Nikamwambia mamako mkwe na mdai langu ya mchezo. Akija tu mwambie Dazua alikuja. Huyo nikaondoka zangu. Shoga yangu naona kelele. Una kelele shoga yangu. Nyumba zingine unazoingia hata sizo. Ulifuata nini kwenye ile nyumba? Au mjui Bi Migomba? Kwani ulisahau kilichokuta Halima? Ila tuache yote na mwenye ule dada jamani. Yetu macho. Acha nyeshe tuone panapovuja mayo wangu. Mume wangu, mimi kuna kitu nimefikiria. Kitu gani? Unaonaje tukatoka hapa nyumbani tukaenda kupanga? Tukapange? Ndio, kwa sababu tukipanga wewe utakuwa unapata akili ya kwenda kufanya kazi ili tupate hela ulipe kodi. Na usipofanya kazi tutakuwa na madeni. Kwa hiyo bora tukapange tu. Kumbe wewe mkwe ni mpuuzi kweli eh? Unamshauri nini mume wako? Unamwambia mkapange jumba lote hili. Mimi nitakaa na nani? Kumbe una akili hata kidogo. Mambo mengi ndani bila hodi. Nipige hodi sasa ya nini? Wewe upuuzi anaosema mkeo hapa. Unaona ni mzuri. Hata kama sasa unaingia ndani bila hodi ungetukuta uchi je ungefanyaje? Na mimi ningevua. Nenda huko bana. Mama toka. Wewe nenda mama. Mamangu nako amda azingua. Mimi sijapenda.